Nimesema naitwa kocha Aaron tu nani? Naitwa Darisa. Kazi ya Kilimanjaro shuleni. Okay. Najihusisha na masuala ya utumishi. Kwa majina naitwa Zainab Selemani, ni mkazi wa Kilimanjaro Moshi mjini. Ni mama ntilie. Mama ntilie. Huku mnakutanaga sana na vibaba huku ndo kwenyewe. Wewe na maswali yako. Bila kupoteza muda. Mimi natamani kujua kwa uelewa wenu. Wewe unaelewa nini ukisikia neno mapenzi? Mapenzi namaanisha mapenzi haya uhusiano kati ya mwanamke na mwanaume. Simaanishi mapenzi ya baba na mama, mapenzi ya kaka na dada. Mapenzi, unaelewa mapenzi? Yeah, wewe unaelewa nini ukisikia neno mapenzi? Ukisikia neno mapenzi, naelewa kwamba ni watu wawili ambao wako pamoja au kwenye muunganiko kwa sehemu moja kama kapo. Kwa hata kiunganika ni mapenzi? Hapana, simaanishi kwamba mapenzi kwamba wakiunganika ni mapenzi, yani kama kapo, yani mioyo yao yani wamekuwa pamoja, wameamua kuwa pamoja kwenye mahusiano. Siku pingi. Wewe upande wako unaelewa nini ukisikia neno mapenzi? Kwa upande wangu tukizungumzia kuhusu mapenzi ninavyoelewa. Mapenzi ni ile ya watu wawili ambao ni wa jinsia tofauti tofauti. Kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo pakishatokea jinsia zikawa mbili tofauti ya mapenzi. Wakishaungana yani kweli. Wakishaunganisha yani miili yao. Okay. Yeah. Bana tukiunganisha miili tunakuwa wapenzi. Sema neno yangu ni maneno ya dada. Mimi sijui mapenzi ni nini. Maybe unatutazama unajua. Kwa hiyo utaangusha kwenye comment hapo unaelewa nini ukisikia neno mapenzi. Before tujaendelea na chochote, usiache kusubscribe channel yetu Sifa Online TV. Bonyeza button nyekundu iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza kengele itakayokuja hapo mbele yake ili wa kwanza kupata mada zetu kila siku. Bana, mimi nazungumzia janga kubwa la sasa hivi. Pesa. Pesa. Unajua ni kokoto unapozunguka. Sasa hivi mada kubwa ni kwamba mapenzi ni pesa, mapenzi ni pesa, mapenzi ni pesa. Ndio maana mwanzo kabisa nimejaribu kukuuliza mapenzi ni nini? Mapenzi ni nini? Lakini sikusikia neno pesa. Sasa mimi najaribu kujiuliza. Hili neno mapenzi ni pesa linatoka wapi? Yaani ukisikia mapenzi ni pesa, unahisi ni nini kinasababisha watu waseme maneno hilo neno kwamba mapenzi ni pesa? Mapenzi watu wanazungumzia kwamba mapenzi ni pesa. Cha kwanza tuseme uhitaji, alafu cha pili imekuwa yani ni tamaa ya kila mwanamke au kila mwanamke anatamani akiwa na mwanaume wake au mtu wake aweze kumhudumia, awe anamkea kwa kila atakachosema, kwamba hakihitaji kitu hata kama hatupewa kwa ule wakati anaohitaji, lakini kiwepo yani hakikishe kwamba hicho kitu atakipata. Hiyo pesa atakayopata ndipo labda ni kuhusu kile kitu ambacho anakihitaji. Yaani huwa ndo watu kusuka shopping, vocha, kuvaa, labda umeona kitu kimetrendi, kinaenda na brand unahitaji kukipata. So ndo hivyo, yaani ndio maana watu wanahisi kwamba mapenzi ni pesa. Kwa sasa wewe unahisi kwamba leo mapenzi ni pesa, ili lina ukweli? Ina ukweli kwa sababu ndo kama hivyo nilivyosema kwamba mwanamke anahitaji kwa mwanaume wake yani ile commitment, assurance. Haiwezi tuko kwenye mahusiano ambao utakapojielezea, utakaposema babe, au kama hutajielezea, utakapohitaji kitu fulani utashindwa kukipata. Yaani inamaanisha kwamba huyo mwanaume wako atakuwepo yeye ni kwa ajili gani au kwa ajili ya nini au kwa kufanyia nini, ndio atakukia. Je, yale matatizo yako, majukumu yako atakuwa na beba yeye kama ana. Wewe nitakurudia. Wewe unakubaliana na huyo? Mimi nikizungumzia upande wa mapenzi ni pesa, kwa mtazamo wa sasa hivi. Kwangu mimi nikiangalia mapenzi ni pesa. Najua mapenzi ni hisia. Mapenzi ni hisia. Pesa inatafuta. Bana mapenzi hisia. Tikisa kichwa kidogo. Kwa hiyo kwamba naona kwa sasa mapenzi ni hisia. It means kwamba neno mapenzi ni pesa kwako halipo. Hapana, mapenzi sio pesa. Mapenzi ni hisia.
hisia. Yeah. Kwa hiyo unakuta yaani hiyo pesa ni ziada. Kwa sababu hata unakuta mwanamke labda kwa yule mwanamke ambaye ajishughulishi, yupo tu atasema kwa upande wake mapenzi ni pesa kwa sababu atataka kuhudumiwa. Lakini asilimia kubwa mapenzi ni hisia, yaani mapenzi kutoka moyoni. Yaani unampenda mtu, pesa inategemeana. Unaweza kujihudumia mwenyewe. Nachanganyikiwa. Nachanganyikiwa sana. Nashindwa kuelewa. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Unajua kwa nini? Nishai kuona mwanamke ana mpenzi wake ni msela tu bodaboda fresh. Hela za kuungaunga hizi. Yule mwanamke akaenda akana mchiti bwana wake na tajiri fulani hivi kibopa range nini maisha safi. At the same time mke wa yule bosi anatoka na muuza mkaa hapo mtaani. Yaani mke pale kwenye hela pale anatoka mwanamke, anaacha manyumba, anaacha range, anaacha kila kitu, anamfuata muuni muuza mkaa. Sasa jua anafuata nini? Si show kali. Ndio maana nikasema mapenzi sio pesa. Sasa why tena huyu mwanamke ambaye ana date na bodaboda, ambaye ana caring muda wote, mtu unaenda wapi, si vizawadi vidogo vidogo, yani kuchati muda wote, simu nyingi zinaita, yani muda wote, yani caring yuko fresh. Lakini anatoka pale mwanamke anaenda kudate, anamchiti na yeye. Sasa hapo mimi nashindwa kuelewa. Je, mapenzi ni pesa? Kama mapenzi ni pesa, vipi huyu dada ambaye anatoka na bosi? Na kama mapenzi ni hisia, vipi huyu dada ambaye anatoka na bodaboda? Yaani kwa kiufupi tuseme wanawake hamueleweki. No, sio kwamba tueleweki. Wanasema mapenzi si, ila pesa ikikosekana yanapungua. Umenielewa wewe? Utakuwa na hisia ndio na mwanaume au mwanamke, kwa wanaume ambao wanapenda wanawake wenye pesa. Au kwa wanawake ambao wanapenda wanaume wenye pesa. Simaanishi kwamba zile pesa nyingi kwamba kila utakachosema unapewa, unatimiziwa, hapana. Na maanisha ni mwanaume ambaye ndio kutakuwa na love, lakini mwanamke, wewe kama mwanamke, je, yule mwanaume wako ambaye uko naye atakuwa anayabebaje mambo yako au majukumu yako au kitu fulani utakachomwambia, yeye atakuwa anakibebaje katika hali ya kukusaidia wewe? Wewe sawa, sina shida na wewe. Mimi nataka nirudi na swali kwako. Pia na nitakuuliza swali. Wewe kitokea umepata mwanaume ana uwezo wa hizo caring zote, lakini kitandani hola. It means ni mtu ambaye unaweza kudumu naye bila kumchiti, kwa sababu unapata all needs, yani vitu vyote ambavyo unavihitaji unavipata. Unapata si vocha, unasukwa, unahudumiwa vizuri. Lakini ikija at swala la sita kwa sita pale, masuala yetu yale ya kutafuta ya kunafanya unasemagaje? Ya kuchimba vitu ambavyo hatu tunachimba nini? Kwa kule fresh hata akiwa mbovu hakika. Sisemi hivyo. Kwamba akiwa ananikea labda ndo kitandani awe hivyo, hapana. Yaani nitaangalia au nitakuwa na mtu ambaye najua kabisa huyu ana uwezekano, yani kile kitu unachokihitaji kwake au unachokitafuta kwake, je, nitamake sure kwamba kipo kile kitu au hakipo? Ndio atakuwa ananitimizia mahitaji yangu, nikitaka hichi ananipa, japokuwa sio vitu vyote ana uwezo kunipa, hapana. Kuhusu masuala ya kitandani, lazima aweze. Yaani lazima awe anaweza hicho kitu, maana hicho ndo kinafanya sisi tuwe na muunganiko kati yetu.